Baada ya miezi, wiki, siku na hatimaye sasa ni kuhesabu masaa ili kwenda kushuhudia dabi ya Kariakoo ikipigwa katika viunga vya Zanzibar, sehemu ambayo kila mmoja anatamani kuona ni kitu gani ambacho kinaenda kufanyika hii leo, lakini pia ndio siku ambayo itaamua ofisini kwako kutambe na kelele, lakini pia kuwe kimya, lakini pia ni siku ambayo unapewa tahadhari kubwa ya kuangalia ni kwa namna gani ambavyo unapaswa kuweza kushangilia ushindi ambao utaupata kutokana na kile ambacho kitaenda kutokea hii leo. Matokeo hakuna mtu ambaye anafahamu, lakini pia kila mmoja amekuwa kitabiri matokeo ya aina yake kuweza kutokea. Nakumbuka pia kwamba kila mmoja amekuwa akivutia upande wake. Kama ni Simba atasema Simba tutashinda, kama ni Yanga atasema wananchi Yanga tutaendeleza ubabe wa kile ambacho tumekuwa tukikifanya kwa misimu minne mfululizo. Lakini pia kumbuka ni kwa mara ya 6 mnyama Simba ametoka kushindwa au ameshindwa kuweza kupata ushindi dhidi ya mtani wake, na hii ni mara ya 7 ambayo anapaswa kujiuliza ni kwa namna gani ambavyo anapaswa kuanza kwenda kwenye kuangalia mchezo huu kwa jicho la kipekee. Na kwenye maandalizi tumeona vitu vya kipekee vikifanyika uwanjani. Kumbuka kwenye dabi ya kwanza ambayo iliahirishwa mwezi Machi mwaka jana, mambo yalikuwa ni mengi, mambo ya wazee, lakini pia issue za vibabu kuwepo kwenye magari ya wachezaji, lakini pia mbuzi na vitu vingine kama hivyo, na kupelekea mchezo au mwenyeji kuweza kugomea kuwapisha baadhi ya watu kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini kwenye maandalizi ya mchezo huu pia tumeshuhudia ikaika bado zikiwa zipo kama kawaida. Tumeshuhudia baadhi ya watu wakirekodiwa wakifanya yao, lakini pia wakiingia na madumu ambayo yanaonekana yana vitu kuelekea kwenye maandalizi ya kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo. Ni baada ya klabu ya Dar es Salaam Africans kumaliza kufanya mazoezi ya mwisho katika dimba la New Amaan Complex, sehemu ambayo ndio mchezo utachezwa. Simba wao waliingia kwenye muda ambao mchezo utachezwa, niko inamaanisha saa 2:15, na kabla ya kuingia uwanjani palifanyika msako mkubwa wa kuhakikisha wanawatoa wale wote ambao wanahisi au wanadhani ni viongozi wa Dar es Salaam Africans. Yani kama wewe ni shabiki wa Yanga, msemaji wa Yanga, nani wa Yanga, wote walitolewa nje kwa ajili ya kupisha klabu ya Simba iweze kufanya mazoezi ya mwisho. Na kwenye kuwapisha sasa ndipo kamera zilipowanasa baadhi ya viongozi wa Simba, lakini pia baadhi ya watu wa Simba wakiingia uwanjani wakiwa na vitu mbalimbali. Moja kati ya mtu ambaye hajatambulika kama ni shabiki au ni nani au ana kitengo gani pale Msimbazi, alionekana akiingia na dumu ambalo lilionekana kama lina kimiminika ambacho kimejaa mapovu mengi kweli kweli. Na unajua kuelekea michezo hii mambo ya kishirikina au imani za kishirikina zimekuwa zikijadiliwa kwa wingi, jambo ambalo pia limepelekea Ali Shaban Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram kuweza kuandika waraka fulani mzito na kuandika hivi: huu ndio mnaita ukombozi wa mpira? Jitihada zote za kujifanya mnataka kufanya mazoezi, kumbe akili yote imejikita kwenye uchawi tu. Bata nyie, hamna hata adabu. Mwezi mtukufu wa Ramadhan naamini ushirikina na kuchimba uwanja, mambo ya aibu kabisa. Sasa niwaambie, jasusi wetu yuko sambamba na nyie mpaka damu iwatoke kudadadeki. Mkifukia tunafukua, Mungu kwanza, hamna mtakalolipanga au kulifanya tusijue. Wanga wakubwa nyie. So hichi ndo ambacho alikiposti Ali Shaban Kamwe kwenye kile ambacho kilionekana kwamba mashabiki wa Simba au mmoja kati ya watu wa Simba alienda kufanya ulozi uwanjani akichimbia dawa na vitu vingine, so na kupelekea mambo kama hayo kuweza kufanyika. So niandikie comment yako hapo, ni kitu gani ambacho unatamani kiweze kutokea leo, au ni matokeo gani ambayo unaamini yatatokea baada ya dakika 90 za mchezo kuweza kumalizika katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mimi ni official PMTZ_it's PM Short. Ni follow pale Instagram kwa jina hilo, lakini pia pale TikTok pamoja na X kwa jina hilo